Thank you, Holy Ghost. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Hakuna kitu usichoweza kufanya. Hakuna kitu usichoweza kufanya. Ninatamani wewe uliyekuja kwenye ibada hii jioni ya leo usiondoke kama ulivyokuja. Na mimi ninatamani nisiondoke kama nilivyoingia. Maana huyu Mungu tumesikia habari zake. Yes. Tumesikia matendo yake. Yes. Leo hii ninataka nione kwa macho yangu. Nataka nione akitenda kwangu. Hebu tafuta kitu cha kumwambia Bwana sahi. Tafuta neno la kumwambia Bwana kwenye kinywa chako. Tamka maneno, mwambie hakuna jambo usiloweza kufanya. Mwambie tu Bwana unaweza kufanya mambo yote. Unaweza kutenda mambo yote. Ujaja na jirani hapa, umekuja mbele za Mungu mwenyewe. Tafuta mahali kwenye moyo wako, zungumza naye. Rababa shanda rabasayana. Tukiwa mbele za mfalme namna hii, tuna ujasiri mbele zake. Tuna ujasiri mbele zake. Wewe endelea kuomba, usijali jirani yako anafanya nini. Umekuja mwenyewe mbele za Mungu. Tafuta chemba na Mungu, zungumza naye huko ndani. Mwambie ninajua hakuna usichoweza. Nimekuja hapa siwezi kuomba. Ninatamani leo niweze kuomba. Nimekuja siwezi kuomba. Unipe msaada niweze kuomba. Hebu zungumza naye neno moja jioni hii leo. Baba saladaba. Raba kosayanama. Mungu wetu tumekuja, tuna neno na wewe. Tumekuja jioni ya leo, tuna neno na wewe. Vijana tumekusanyika, tuna neno na wewe. Sikiliza rafiki yangu, huu ni muda wa kuzungumza na baba yako. Huu ni muda wa kuzungumza na baba yako aliye mbinguni. Mwambie kwani ni jambo gani usiloweza. Haya na masa. Kwani ni neno kanilo usilo liweza. Kwani ni jambo gani gumu kwako wewe usilo liweza. Kwani ni nani aliyegawanya ile bahari ya Shamu? Si ni wewe? Si ni wewe? Si ni wewe Baba aliyetoa maji kwenye miamba jangwani? Nimekuja, nina haja na wewe. Ninataka nizungumze nawe. Nimekuja, mimi ni dhaifu, nisaidie. Mimi siwezi, unipe nguvu. Mimi ni dhaifu, nisaidie. Mimi siwezi, leo nimekuja mbele zako. Ninahitaji msaada. Ninahitaji msaada Bwana. Raba shalaba. Mwambie Bwana, mweleze Bwana kijana. Mwambie Bwana vile unajisikia kuwa dhaifu. Huenda kuna dhambi inakupa shida. Mwambie Bwana, kuna hii dhambi huwa inaniangusha mara kwa mara. Nimekuja unisaidie. Raba baba. Ninahitaji neema yako Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Rababa siamando. Tumekusanyika Bwana. Tumekuja tukuombe. Tumekuja tukusikie. Tumekuja tueleze udhaifu wetu. Endelea tukuomba, endelea tukuomba. Sikiliza, huwa hatuombi kwa nguvu zetu wenyewe, ni Mungu anayetusaidia. Anasema yeye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo. Kwa hiyo huenda huwa huwezi kuomba muda mrefu. Mwambie Bwana, leo ninataka unisaidie. Unipe neema leo nijue kuomba. Unipe neema leo nisogee mbele zako. Oh, niulize lima inamuheshimu nani kama sio wewe Bwana Mungu wangu. Wanyama wa porini nao wanamuogopa nani
kama sio wewe Bwana Mungu wangu. Mfalme wanamuogopa nao, sio wewe Bwana Mungu wangu. Milima inatetemeka kwa nani kama sio wewe Bwana Mungu wangu. Niulize milima inamuogopa nani kama sio wewe Bwana Mungu wangu. Nani wa kuogopa ila ni wewe? Nani wa kuheshimiwa ila ni wewe? Nani wa kutukuzwa ila ni wewe? Tunashuka tunapungua, tunashuka tunapungua Yesu, tunashuka tunapungua Yesu, tunashuka tunapungua Yesu. Tunashuka mbele zako, tunashuka mbele zako, tunapomoka mbele zako. Tunaungana na wazee 24 wanazivua taji zao, wanainama, 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 wanainama. Wanaabudu, wanasujudu, 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 wanasujudu. Maelfu ya malaika wanashuka, wanashuka, wanapungua, wanasujudu mbele zako, wanasema wastahili, wanasema wastahili. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Yara da 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 da. We worship you. Hebu mwabudu Bwana, mwadhimishe Bwana, shuka mbele zake. Yeye ni mtakatifu, takatifu, 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 takatifu. Ni wewe, 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 ni wewe. Aya. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa majibu ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Yesu, kuna wengine tumekuja hapa hatuwezi kuomba. Nani atakaye tusaidia ila ni wewe? Tumekuja dhaifu, tutie nguvu. Neno lako linasema wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio watazimia, watakwenda kwa miguu watachoka, maana wamekungoja. Vijana wamekungoja, tumekungoja, 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 tumekungoja. Rakata ya saya, tumekungoja Yesu, tumekuja kukungoja jioni hii. Sijaja kwa hasara, sijaja kuonekana kwa mwanadamu, nimekuja nionekane mbele zako Yesu. Usinipite, 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 usinipite. Rabasaya.
Sikiliza, mimi sijui umekuja kwenye hii semina una mpango gani, lakini Mungu ana mpango na wewe. Mungu ana mpango na wewe. Mungu anakungoja, anakusubiri, anawaita vijana kwenye nyakati hizi za mwisho. Yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna neno gumu asiloweza kufanya. Mimi sijui unajihisi mdhaifu kiasi gani, lakini sikiliza, Mungu ana mpango na wewe. Yeremia akamwambia Mungu, unanitumaje mimi ni mtoto? Akasema hapana, usiseme hivyo, kwa maana mimi ninayekuambia ndiye niliyekuumba. Ninajua kule ninakupeleka. Kuna kijana umekuja kwenye hii semina, huenda uelewi maisha yako yataendaje, lakini sikiliza, aliyekuumba anaelewa kesho yako. Anasema kabla hujatoka katika tumbo nalikujua, tena nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Huenda Kahama hii inakusubiri wewe, Tanzania inakusubiri wewe, Afrika inakusubiri wewe, na uko hapa Kahama. Leo mwambie Bwana, uwaga unatengeneza watu, nitengeneze na mimi. Kama wewe unaweza kusaidia watu, nisaidie na mimi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unajibu maswali ambayo maprofesa hawawezi kujibu. Unatibu magonjwa ambayo madaktari hawawezi kuyatibu. Unatoa njia ambazo mwanadamu hawezi kutoa. Nani angetujua sisi kule tulikokuwa? Nani angelituona kule gizani tulikokuwa kama si wewe? Sikiliza, usifikiri upo gizani sana. Mimi niliyesimama mbele yako nilikuwa gizani, lakini aliniona akasema, mwanangu njoo, nimekupenda tangu mwanzo. Hakuniona, kutazama udhaifu niliokuwa nao. Aliangalia makusudi yake, amenichora kwenye vitanga vya mikono yake. Hakuna mtu ambaye hajulikani mbele za Mungu hapa, na wewe uliyekuja hapa ni wa thamani mno mbele zake. Wacha jioni ya leo jina lako likumbukwe. Yesu, tunakuita. Kwa dakika chache ninakupa, hebu litie jina la Bwana. Mwambie Mungu, ninaomba unionekanie kwenye maisha yangu. Ninataka nikujue. Nisisikie tu habari watu wanakusimulia. Nisione tu watu wanasema umefanya. Nataka nikuone kwenye maisha yangu. Binti, nisikilize. Mwambie Bwana, nataka nikuone kwenye maisha yangu. Nisiishie tu kusikia shuhuda za watu wanasema Mungu anafanya. No. I want to see you. Nataka nikuone. Nataka nikuone. Kwa hiyo kwa muda huu nenda mwambie Bwana. Tuna dakika chache hapa za kuomba. Mwambie Bwana. Na unaposogea mbele za Bwana, usiangalie jirani yako anafanya nini. Sikiliza, mbele za Bwana kila mtu anasogea mwenyewe. Haya nana selia mandarabako. Yesu, tumesogea vijana, tumekutana mbele zako. Biblia inasema kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Usione uzito kuliitia jina lake. Petro aliona anazama, akasema Yesu, nazama. Hapa ninazama, nisaidie, nishike mkono. Ninazama. Huenda kuna mahali hapa ninapozungumza, unapotafakari, unajua kabisa maisha yako yanazama. Usijifiche mbele zake. Biblia inasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali asiungamaye na kuziacha atapata rehema. Jioni ya leo Mungu amekusudia kumrehemu mtu mmoja hapa. Uwe wewe, niwe mimi, nitakayepata rehema. Liitie jina lake. Usione haya kuliitia jina la Bwana. Usione haya kumwambia Bwana, hapa ninazama. Mbona maisha yangu kama kijana hapa yanazama? Ninatokaje hapa? Ninatokaje hapa? Kuna yule nipenda, si kwa ajili ya mali. Alinipenda wala kujali udhaifu wangu. Kanionyesha upendo ambao
sijaona kwa wengine. Huyu halali wala sinzi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule nipenda si kwa ajili ya mali, alinipenda wala kujali udhaifu wangu, akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala sinzi, Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Imba Yesu, Yesu. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Uinuliwe Yesu. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Anasamehe dhambi. Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Makosa yangu Yesu. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Huyu Yesu jamani. Yesu, huyu Yesu rafiki Yesu, huyu Yesu ninamupenda. Na kitu Roho Mtakatifu anatamani kufanya jioni hii, ila anatamani tu apewe nafasi kwenye moyo wa mtu. Anasema, tazama nasimama mlangoni ninabisha, mtu akifungua nitaingia nikae kwake. Kijana, nisikilize tu vizuri. Mimi niliyesimama mbele yako sikuzaliwa nimeshika microphone ninaimba madhabahuni. Laiti kama miaka 10 iliyopita watu wangekutana na mama yangu wakamuuliza kama mtoto wako atamtumikia Mungu, Bwana angewaambia haiwezekani, it's impossible. Kwa sababu nilikuwa sifanani na kinachoitwa utumishi kabisa. Lakini Mungu anayo namna huwa anafanya kwenye moyo wa mtu, anaweza kugeuza moyo. Biblia inasema nitaondoa moyo wa jiwe nitawapa moyo wa nyama. Kwa tunapopata nafasi ya kukusanyika, huenda umeingia kwenye hili kanisa mara kwa mara, umeingia kila siku, nisikilize. Mungu ni yeye yule jana. Huyu Mungu ambaye kila siku tunakuja kumfanyia ibada, lazima tuelewe sifa yake. Ni Mungu ambaye pia ni moto ulao. Hatujaja tu mbele za mwanadamu, hapana. Haujaja kwa ajili tu ya mtumishi aliyekukaribisha kwenye semina. Haujaja tu kwa ajili ya baba mchungaji, hapana. Kuna mambo baba mchungaji anaweza kukusaidia kama baba yako wa kiroho. Lakini kuna mambo ni Mungu peke yake anaweza kuyafanya. Sasa usipompa nafasi hiyo kwenye moyo, ukaja tu umefunga moyo wako mbele zake, sikiliza, hata kulazimisha. Mungu halazimishi kufanya kazi kwenye moyo wa mtu, haforce. Ndio maana najaribu kukueleza namna hii kwamba Mungu anataka afunguliwe mlango kwenye moyo. Wewe uliyekuja hapa, I don't care tuko wangapi, hata tungekuwa wawili, hata ningekuwa peke yangu, sikiliza. Ukiwa peke yako mbele za Mungu inatosha, maadamu uko mbele zake.
Kuna kitu atafanya ambacho hakuna mwanadamu anaweza kufanya, ila tu lazima uelewe uko mbele za Mungu aliye hai. Sisi wa Kristo tuna Mungu aliye hai. Ziko dini nyingi hapa duniani, lakini miungu yao si kama Mungu tuliye naye. Biblia inasema Mungu wetu ni Mungu aliye karibu. Yupo karibu na watu wake. Hasa kama yupo karibu, kwa nini wewe umekaa mbali naye? Natamani jioni ya leo mwambie, natamani nikae karibu na wewe, nikukaribie Baba. Wewe ni baba yangu, lakini tuko mbali. Nimekaa mbali na wewe na kusikia kwa mbali. Anasema walio wangu wananijua nami nawajua, tena wanaisikia sauti yangu. Swali langu jioni ya leo, unaisikia sauti yake? Unamjua baba yako? Tunasema baba yetu uliye mbinguni kila siku, lakini je, tunamjua? Kijana nisikilize, Biblia inasema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu. Kwa tutaenda mbele za Mungu wakati tunaendelea kumwabudu Mungu namna hii. Hebu simama kwa miguu yako mahali ulipo kijana, kama una nguvu za kusimama. Alafu tamwambia Mungu, kwa tutaenda tamwambia Mungu neno. Tamwambia Mungu, nimekuja mbele zako, ninataka nikukaribie. Kijana, nikwambie tu ukweli, hii dunia haina huruma na wewe hata kidogo. Shetani huyu tunayemsikiliza, Biblia inasema ni kama simba ungurumaye, anawinda mtu, anatafuta mtu ammeze. Hakuna mahali tutakuwa salama, never, isipokuwa tumeingia ndani ya Kristo. Sijasema tumeingia kanisani, tumeingia ndani ya Kristo, tumekaa. Kijana, una hiyo kiu, unatamani ukae ndani yake. Anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Hebu tumia jioni ya leo. Utakaporudi nyumbani uwe ni mtu tofauti kabisa. Ni kweli uliondoka wanakudharau nyumbani, urudi una heshima, maana Mungu hubadilisha watu. Karibu na wewe Mungu wangu, nikukaribie Bwana wangu, karibu na wewe Baba yangu, nikukaribie Mungu. Karibu na wewe wangu. Ombi lako liwe ni kumkaribia Bwana. Mwambie, natamani nikukaribie, tamani nikukaribie, tamani nikukaribie, tamani nikukaribie, tamani nikukaribie. Yesu, nikukaribie, nikukaribie wewe, kukaribia wewe. Baba yangu wewe, nikukaribie wewe, nikukaribie wewe. Niwe karibu, niwe karibu asubuhi, mchana, nikiwa barabarani nikukaribie, nikiwa kazini nikukaribie, nikiwa shuleni nikukaribie. Kila wakati niwe karibu na wewe, nisikae mbali na wewe. Hakuna usalama mbali na wewe. Hebu omba hayo maneno, mwambie Bwana, zungumza naye. Nikukaribie, nikukaribie, nikukaribie. Yesu, natamani nikukaribie, natamani nikukaribie, natamani niwe karibu na wewe. Arobobos. Oh Jesus, Jesus, kukaribie wewe, nikukaribie wewe, nikukaribie wewe. Oh Yesu,
natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Kunena kwangu nifanane nawe, kutembea kwangu mimi nifanane nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Bwana natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu. Baba, siku zote za maisha. Mara ya mwisho sema natamani kufanya. Imba kwa sauti, maanisha unachoimba. Natamani kufanana siku zote za maisha. Baba, siku zote za maisha. Tunakuja mbele za uso wako Mungu wetu mtakatifu. Tunahitaji sasa kusikia sauti yako. Sema nasi Bwana, nasi tuko tayari kupokea kutoka kwenye madhabahu yako. Tunahitaji kuenenda kwa ukamilifu mbele zako Bwana. Kiu yetu ni kuyatenda mapenzi yako. Kiu yetu ni kukuzalia matunda yaliyo mema. Kiu yetu ni kufanana na wewe katika mwenendo na tabia za maisha yetu, katika maisha yetu ya kiroho na ya kimwili. Katika jina la Yesu Kristo tunajiweka wakifu tena jioni hii ya leo. Uwepo wako na nguvu zako nyingi zikatufunike. Tumie mtumishi wako kuwa chombo cha sifa na chenye baraka kwa ajili ya utukufu wako, na kusanyiko hili lote likapokee kutoka kwenye madhabahu yako. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba, amen. Nami natamka rasmi kufungua semina hii yetu ya vijana ambayo itaenda mpaka siku ya Jumatano. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Makofi tafadhali. Na sasa ni muombe nikaribishe mratibu aweze kumleta mtumishi hapa kwa ajili ya kuendelea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe vijana. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya kwanza, na hebu mshike mwenzako, mwambie jirani. Mwambie jirani, ni siku ya kwanza, usitamani nipitwe. Kwa hiyo nipe nafasi. Bwana asifiwe. Basi pale mwishoni tutakuwa na muda wa maombi na maombezi, na tutatoa sadaka pale mwishoni tunapomalizia. Lakini kwa wakati huu, kwa sababu muda wetu pia umekwenda, nipende kuchukua nafasi kumkaribisha mwalimu Exxon Kibona aweze kuendelea na semina ya neno. Bwana Yesu asifiwe vijana. Nimesema Bwana Yesu asifiwe vijana. Ninaomba uchukue nafasi ya kukaa. Tunamshukuru Mungu sana kwamba ametupa nafasi hii ya kuwa na semina hii ya vijana. Lakini pia nimshukuru ratibu Injilisti Ima kwa kazi kubwa ya kuratibu na kuandaa, pamoja na kuwa jimbo na wenyeji wetu wengine ambao umefanya kazi kubwa sana ya kuandaa semina hii ya vijana. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Waliokaa nyuma sana mkisogea itaturahisishia. Mkaa nyuma mno na viti.
Naomba ufunike macho nimwombe. Bwana Yesu, ninakutukuza kwa sababu upo katikati yetu. Nakushukuru kwa sababu kiko ulichokikusudia katika siku ya kwanza ya semina hii ya vijana. Asante kwa sababu ni wewe yule ratibu, na asante kwa sababu makusudi yako hayawezi kuzuilika. Mapenzi yako hayawezi kuzuilika. Ulichokipanga kwa vijana hakiwezi kuzuilika. Ulichokipanga katika siku 4 hakiwezi kuzuiliwa na yoyote. Leo ni siku ya kwanza ya semina, Bwana. Asante. Naanza nasi na uko katikati yetu. Kesho ni siku ya pili. Mungu, iko siku ya 3 na siku ya 4 ya mwisho. Ninakushukuru kwa sababu umekusudia kuwavusha vijana mahali walipokwama. Ninakushukuru kwa sababu umekusudia kuwatoa hatua moja kuwapeleka hatua nyingine. Ninakushukuru kwa sababu umekusudia kuachilia ufahamu mpya kwa kila kijana, Mungu, aliyekuwa hapa na yule anayetufuatilia mahali popote anapotufuatilia. Asante kwa yale uliyoyaandaa kwa ajili ya vijana. Asante kwa yale uliyokusudia kwa vijana hawa. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Wakati wale akina mama wanalia na kuomboleza wakati huko msalabani, Yesu ukawaambia msinililie mimi, jililieni ninyi na watoto wenu. Mungu, ni sisi vijana ambao tumekusanyika hapa. Ni sisi vijana ambao tumekuja, Bwana, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Ni sisi ambao umetuandikia kwamba tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii. Ni sisi ambao Mungu tuko kwenye nyakati za hatari. Tuko kwenye nyakati ambazo maandiko yanasema ninyi pasipo mimi hamwezi kwa neno lolote. Ndivyo tulivyo. Ni sisi vijana, Bwana, tuko hapa. Tunakuhitaji mno, Mungu, katika nyakati hizi kuliko ambavyo tumewahi kukuhitaji nyakati zingine zozote. Tunahitaji neema yako kuliko kipindi chochote ambavyo tumewahi kuhitaji neema yako. Tunahitaji mkono wako utushike kuliko kipindi chochote ambavyo Bwana tumewahi kuhitaji utushike. Mungu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, ninakataa chochote ambacho sio cha kwako katika siku ya kwanza ya semina na siku ya pili na ya 3 na ya 4. Ninakataa chochote kinachotafuta kujipenyeza kwa siri. Ninakataa chochote kinachotafuta nafasi. Maandiko yanasema tusimpe adui nafasi. Nami katika damu ya Yesu Kristo kwenye semina hii ya vijana, ninakataa chochote anachotumia shetani kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kuingia hapo. Katika damu ya Yesu Kristo, Mungu, achilia ulichokikusudia katika fahamu za vijana hawa, katika akili za vijana hawa. Mungu, katika damu ya Yesu uliwafunulia wanafunzi wako akili zao wapate kuelewa maandiko. Funua akili za vijana hawa waelewe, Mungu, utakachokuwa unasema nao. Waelewe, Bwana. Waelewe, Bwana, katika lugha nyepesi wakakuelewe wewe. Katika damu ya Yesu Kristo wakaelewe yale ambayo utakuwa unasema nao. Asante Yesu, kwa sababu kila mmoja atakuja kama mmoja kwako. Kila mmoja atasimama kama mmoja kwako. Hatuji kama kundi, tunakuja kama mmoja, kwa sababu umeweka package kwa mmoja. Umepanda kitu kwa mmoja. Umewekeza kwa mmoja. Katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, usimwache hata mmoja wapo. Katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, usimwache hata mmoja wapo. Kiu yangu ni kuona kila mmoja anavuka alipokwama. Usimwache, Bwana, wasije wakavuka wawili wengine wakabaki, wasivuke 3 wengine wakabaki, wasivuke 10 wengine wakabaki. Kila aliyepata hii nafasi, Mungu, usimpite wala usimpungukie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kanitumie mtumishi wako kusema neno lako kama ulivyokusudia, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Nisaidie kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza leo, ni siku yetu ya kwanza, na tutakuwa na somo ambalo Mungu ametupa kwa siku 4. Leo ni kipindi chetu cha kwanza. Tutakuwa tunajifunza habari za mambo. Andika. Mungu akusaidie kuwa na mahali pa kunoti. Hakikisha unatafuta sehemu ya kuandika. Ni semina, si mahubiri, ni mafundisho. Kwa hiyo hakikisha unapata mahali ambapo patakuwa panakusaidia kutunza kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe kijana. Na unapokuja kujifunza kwenye semina hizi, hata kama umetoka nyumbani wawili, hata kama umeongozana 3, njoo kama mtu mmoja, kwa sababu Mungu ana kitu cha kusema na wewe. Usije ukaanza kufikiri juu ya yule ambaye hayupo, angekuepo fulani. No, Mungu amekukusudia. Hakikisha unapata utulivu wa kujifunza kama mtu mmoja. Mambo yatakayokusaidia
kukabiliana na changamoto. Mambo yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto. Mambo yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto utakazokutana nazo unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako kipindi cha ujana. Mambo yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto. Mambo yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto utakazokutana nazo unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako kipindi cha ujana. Mambo yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto utakazokutana nazo unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako kipindi cha ujana. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia tena, ni kichwa kirefu ili kila mtu ambaye alikuwa hajaandika aandike. Mambo yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto utakazokutana nazo unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako kipindi cha ujana. Kitabu cha Yohana 17 ule mstari wa 1 mpaka wa 6. Yohana 17 ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 6. Yohana 17 ule mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 6. Natamani niende taratibu sana leo ninapoweka msingi au utangulizi wa somo, ili kila mtu aelewe, tusimwache nyuma. Maneno hayo aliyasema Yesu, Yohana 17 mstari wa 1 mpaka wa 6. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Tukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Narudia mstari wa 4. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule uliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Wakati Yesu anapeleka ripoti kwa baba yake aliyekuwa amemtuma, anaeleza kwamba kuna kazi uliokuwa umenipa niifanye duniani. Andiko anasema kazi ile uliokuwa umenipa nimeifanya, nimeimaliza. Maana yake ni kwamba ni anapeleka mrejesho wa hatima ya kile alichokuwa ameanza kukifanya duniani. Na anapoeleza juu ya hatima ya kile alichokuwa anakifanya, anasema nina uhakika nimemaliza. Kwa nini? Kwa sababu alijua majukumu aliyokuwa amepewa na baba yake ayafanye akiwa hapa duniani. Kwa hiyo anasema kwenye hiyo Yohana 17 ukisoma, anazungumza, anasema nimeyamaliza. Mahali pa kuomba, mahali pa kuombea wagonjwa, kila ulichonipa nikifanya, anasema nimemaliza. Sasa kumbuka, tunajifunza juu ya mambo yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto utakazokutana nazo unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako. Kila aliyekuja duniani ana kitu ambacho Mungu amempa kufanya. Na kile ambacho Mungu amekupa kufanya kinatakiwa kuwa na hatima, kinatakiwa kuwa na mwisho. Hayupo aliyekuja duniani ambaye hakuna alichowekezewa ndani. Kila aliyekuja duniani kuna kitu Mungu amempa, na hakifanani na cha mwenzake. Unapotuona hapa tulivyokaa, kila mtu ana kitu chake ambacho hakifanani na cha mwenzake. Ulichobeba hakifanani na alichobeba jirani yako. Alichobeba jirani yako hakifanani na ulichobeba. Tuko sawa kanisa? Tuko sawa vijana? Kwa hiyo ninapozungumza juu ya changamoto wakati unaandaa hatima yako, haziwezi kufanana, kwa sababu changamoto itakuja kulingana na kitu ulichobeba. Na ili nifike kwenye hatima lazima niwe na maandalizi.
Lazima niwe na maandalizi. Maandiko yanasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Kwa Mungu. Tuko sawa? Na maandiko yanasema Mungu hatoi jawabu mahali ambapo hapana maandalizi yoyote. Nataka nianze kukuonyesha kwanza maandiko yanapozungumza kwamba Yesu anasema nimemaliza kazi, maana yake nimefanya ulichotaka nifanye duniani kwa kiwango ambacho ulitaka nifanye. Na nitakuwa na kuonyesha taratibu. Yako mambo machache ambayo nataka tuyatazame ninapokuonyesha utangulizi wa somo kabla tujaanza kuangalia changamoto na mambo yatakayo kusaidia kukabiliana na hizo changamoto. Jambo la kwanza, andika. Mungu hana kawaida ya kutoa jawabu mahali ambapo hapana maandalizi. Mungu hana kawaida ya kutoa majawabu mahali ambapo hapana maandalizi. Mungu hana kawaida ya kutoa majawabu mahali ambapo hapana maandalizi. Kitabu kile cha Mithali 16 ule mstari wa kwanza. Mithali 16 ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo Mungu hana kawaida ya kutoa jawabu mahali ambapo hapana maandalizi. Kiwango chako cha maandalizi ndicho kiwango chako cha kupokea majawabu kutoka kwa Mungu. Ukiona mtu yuko kwenye ndoa, kuna maandalizi alifanya kabla hajaingia kwenye ndoa. Unapoona nimesimama kwenye madhabahu, jawabu la kile nilichojiandaa kabla sijasimama kwenye madhabahu itategemea nilijiandaje kabla sijapanda kwenye madhabahu. Unapoona timu ya mpira meenda kucheza mahali popote pale inapocheza, matokeo yatategemea kiwango cha maandalizi walichofanya kabla hawajaingia uwanjani. Tuko sawa? Kitakachokusaidia kuvuka kwenye kipindi cha ujana kuingia kwenye ubaba ukiwa salama au ukiwa umeharibika itategemea ulijiandaaje kwenye kipindi hiki cha ujana kuingia hatua nyingine inayokuja mbele yako. Kitakachokusaidia kwenye maisha ya ndoa kuingia kwenye ndoa itategemea ulijiandaje kabla hujaingia kwenye ndoa. Jawabu la ndoa utakayopata itategemea ulijiandaje. Kama ni mbaya, maana yake maandalizi yako yalikuwa ni mabovu. Jawabu zuri tafsiri yake ni kwamba ulikuwa na maandalizi mazuri kabla hujaingia kwenye ndoa. Tuko sawa kanisa la Mungu? Tuko sawa kanisa la Mungu? Kwa hiyo Mungu huwa hatoi jawabu mahali ambapo hapana maandalizi. Jambo lolote ambalo unataka kuona jawabu kutoka kwa Mungu, lazima ujifunze kutenga muda wa kutosha wa kimaandalizi kabla hujafika kwenye hiyo ngazi yoyote ya maisha yako ambayo unatamani kuifikia. Kwa hiyo Mungu hana kawaida ya kutoa jawabu mahali ambapo hapana maandalizi yoyote. Unataka kuwa na huduma kubwa, lazima utenge kuwa na maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kile ambacho unatamani kukiona au majawabu unayotamani kuyaona. Tuko sawa kanisa la Mungu? Tuko sawa kanisa la Mungu? Naomba mtumishi Mwinji nikusumbue tena uje pamoja na Mama Nathan. Njoo niwatolee mfano hawa ndugu. Hawa ni wanandoa, mbona mnaoneana aibu? Shikaneni. Hawa ni wanandoa, si ndivyo? Kwa hiyo aina ya majawabu waliopata wakati wanaishi pamoja ilitegemea sana maandalizi waliyofanya kabla hawajaanza kuishi pamoja. Ukimuuliza Mama Mwinji ulitumia muda gani kujiandaa kabla hujaingia kwenye ndoa, atakusimulia. Ukimuuliza huyu ulitumia muda gani kujiandaa kabla hujaingia kwenye ndoa, atakusimulia. Na ndio maana ni hatari sana kuiga jawabu kabla hujatafuta aina ya maandalizi waliyofanya kabla ya jawabu hilo hujaliona. Tuna vijana wengi sana ambao wanachanganyikiwa na majawabu, lakini hawatafuti kujua maandalizi yaliyosababisha hilo jawabu likatokea. Ukiona mtu ana biashara, usitafute kwanza kuwa na biashara kama yake. Tafuta kujua aina ya maandalizi aliyofanya kabla hajawa na biashara alionayo. Kwa sababu kinachotoa jawabu la biashara ni maandalizi. Kinachotoa jawabu la upako wakati niko kwenye madhabahu ni maandalizi niliyofanya. Kwa hiyo matokeo unayoyaona kwenye hii ndoa ni maandalizi walioyafanya kabla hawajaingia kwenye ndoa. Ni hatari sana wakaingia kwenye ndoa alafu wakaanza kuomba. Huyu baba Nathan anaomba anasema,
kusema Mungu, huyu mwanamke ndiye wa kwangu aliyenipa. No, Mungu atasema mbinguni, wakati wa ndoa ni wakati wa maisha, kabla ya ndoa ni wakati wa maandalizi. Usianze kujiandaa wakati tayari upo kwenye ndoa. Ni hatari kama hujajiandaa. Kama sasa hivi hakuna aliyejiandaa kwamba kuna mvua itashuka, si ndivyo? Kwa hiyo mvua ikishuka hapo, ukianza kutafuta mwamvuli uko wapi, tutaroa. Kwa nini? Hatukujiandaa na nini? Na mvua. Hatukujiandaa kama kuna mvua. Kwa hiyo hakuna aliyebeba mwamvuli kwa sababu hatujui ni msimu ambao si wa nini. Kwa hiyo hawa watu nao waona jawabu lao hili ni matokeo ya maandalizi mliofanya kabla mjaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kama hamkujiandaa vizuri kwenye ndoa, ni maisha, sio maandalizi, ni maisha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuende taratibu, tutaelewana tu tunakoelekea huko mbele. Kwa sababu tuna vijana wengi sasa hivi wanachanganyikiwa na matokeo, majawabu. Hawana muda wa kufanya maandalizi kwanza. Ndio maana mtu anaweza kaona mtu ana magari, mtu ana nyumba, mtu ana maisha mazuri, anachanganyikiwa. Yale ni majawabu. Tafuta kujua kwanza maandalizi yake yalikuwaje kabla ya kile unachokiona ako nacho. Alitumia muda gani wa kufanya maandalizi kabla hajawa vile alivyo. Tuko sawa? Tuko sawa? Ningeweza kutoa mfano wa mchungaji. Unapomwona mchungaji ni mkuu wa jimbo lakini ni mchungaji, muulize, wakati yuko kwenye uchungaji hajiandai kuwa mchungaji. Alikuwa anajiandaa kuwa mchungaji kabla hajawa nani? Mchungaji. Hauwi mchungaji kwanza alafu ndio uende kusomea uchungaji. No, unaandaliwa kwanza alafu baadaye ndio unakuwa mchungaji. Unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Na ndio maana vita kubwa ya shetani kwa vijana ni kwenye eneo la maandalizi. Atakutengenezea tu mazengwe na vita. Mnanisaidia kuhubiri, simameni hapo hapo. Atakutengenezea mazengwe na vita mbalimbali ili tu akubane usijiandae. Ujikute tupo kwenye ndoa. Alafu kifika kwenye ndoa ndo wanakuja manabii wanajaribu kukutabiria hiyo ndoa kwa namna yote, lakini kama ukuwa na muda wa kujiandaa, umechemka. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema Bwana Yesu asifiwe. Si ndoa yao inapendeza Si tunaona majawabu mazuri Si wanaendana Okay. Sasa sifundishi ndoa, ila najaribu kusema kwa sababu tunakoelekea tutajifunza pia kidogo. Moja ya kitu ambacho kinaweza kuua hatima yako kijana ni hili eneo usipojiandaa sawa sawa. Moja ya eneo ambalo unatakiwa kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya kitu cha kudumu ni hili eneo. Na shetani amevuruga sana maandalizi ya vijana kwenye hili eneo. Vijana wengi sana unakuta tu unasikia amepita sokoni. Siku moja kule nyumbani wakati nimepanga nilikuwa nimepanga jirani na kijana mmoja. Sitasahau. Yule kijana akawa ametembelewa na mpenzi wake. Baby, sweet. Haja vijana ametembelewa, hawajaokoka, wametembelewa. Sasa kumbe yule binti ana target. Imefika saa 2 akagoma, akasema mimi siendi nyumbani, ndio ameshaolewa hiyo. Kijana akaja kwangu amechanganyikiwa, anasema sikujiandaa na chochote, sikujiandaa na kitu hata kimoja. Ndio imeshakuwa ndoa. Eneo moja wapo ambalo shetani ametupunguzia na kuturahisishia kuliona ni la kawaida kwa kipindi hiki ni eneo la ndoa. Mtumishi tu. Yaani ni eneo ambalo mtu tu simple anafika hapo barabarani, anakutana na mtu kwenye gari, anaongozana na mtu, yani Facebook inampa mke. Simple. Hana maandalizi, ana nini? Anamtizama tu, snap ziko zimekolea pale, anasema hapa ndo penyewe. Kesho na kesho kutwa wanachati, uko wapi? Niko da, tuonane. Akishasema dada wamekwambia niko da, unasema tunakuja. Unaenda mnaonana, ndo tayari shakuwa ndoa. Mahusiano ya Facebook. Mnaniona vizuri? Mnaniona naonekana? Tutafika. Nitakufundisha. Kwa hiyo chochote unachokiona kizuri kina maandalizi yake. Wapigie makofi. Mmesha naona Manatha nimenitazama. Umenitazama. Mmeweza mkarudi sasa. Mnaweza mkarudi sasa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Nachotaka ni kuonyeshe ni maandalizi. Jawabu lolote lina maandalizi. Jawabu lolote lina maandalizi. Sema jawabu lolote lina maandalizi. Sema tena jawabu lolote lina maandalizi. Okay. Jambo la pili, andika. Jambo la pili. Jambo la pili. Nataka nikuonyeshe taratibu ili tusimwache hata mmoja. Ukubwa wa hatima yako ndio ukubwa wa maandalizi yako. Kama una hatima kubwa, una kitu kikubwa, maana yake lazima hata maandalizi yako yawe kwa ukubwa unaoendana na hatima yako. Nasema ukubwa wa hatima yako
ndio ukubwa wa maandalizi yako. Kwa hiyo kama walichoweka ndani yako ni kikubwa, maandalizi yako pia yanatakiwa kuwa makubwa. Tuko sawa? Tuko sawa? Vijana tuko sawa? Ukubwa wa hatima yako ndio ukubwa wa maandalizi yako. Kianza kusoma Biblia habari za Yesu, kwa sababu ya kitu alichokuwa amebeba ndani yake, ilimgharimu sana kuandaa hatima ya huduma yake akiwa hapa duniani. Maandiko yanazungumza, anasema alikaa siku 40 bila kula. Kwa nini? Kwa sababu anatengeneza hatima yake. Kwa hiyo kilichokuwa kinampa kukaa muda mrefu, kufanya maandalizi ya muda mrefu, ni kwa sababu alikuwa amebeba kitu kikubwa. Tuko sawa? Tuko sawa? Naomba ni asante Mungu mmeleta maji. Mnaona haya maji yameandikwaje? Yameandikwaje? Okay. Thamani ya maji haya ni kwa sababu yamebeba kitu ndani. Ili kopo lina thamani kwa sababu lina kitu, si ndivyo? Naomba ile kopo dada, halina maji kabisa. Sasa tunaona lilikuwa wapi? Lilikuwa chini. Ila limeandikwa nini? Jambo. Kwa nini liko chini? Kwa sababu kilichokuwepo ndani kimefanyaje? Kimemiminwa, sawa? Kwa hiyo kinachoweka thamani ya hili kopo ni kwa sababu kopo lina kitu. Ukimimina hapa, nina uwezo wa kuwekea mafuta ya taa, nina uwezo wa kupimia, wengine huku kuna nini? Soda, ninaweza nikaweka humu, lakini huku nje bado limeandikwa nini? Jambo. Unanisikia ninachosema? Vita ya shetani si kwa sababu ya hili kopo, ni kwa sababu ya kile ambacho kiko ndani ya kopo. Shetani halali usingizi kwa sababu ya kopo. Shetani anapambana si kwa sababu ya kopo, anapambana kwa sababu kopo lina kitu. Unanisikia ninachosema? Akishaona kilichoko ndani ya kopo ndicho kinachompa shida. Anapoanza kutengeneza na majeshi ya namna ya kuwinda, haliwindi kopo, anawinda kilicho ndani ya kopo. Maandiko yanasema amezaliwa Yesu, hawezi kuongea, ni mchanga, hawezi kuongea, lakini akaanza kupigwa vita akiwa mdogo. Kwa nini? Kwa sababu adui hamuwindi Yesu, anawinda kilicho ndani ya Yesu, kwa sababu aligundua amezaliwa mtu asiye wa kawaida. Kwa hiyo vita ya shetani si kwa sababu ya hili kopo, ni kwa sababu ndani ya kopo kuna kitu. Unanisikia mtu wa Mungu? Na ndio maana hili kopo linapofanya maandalizi lazima lijue. Njoo brother Tuzo. Hapa kila mtu mpaka tunamaliza nitakutolea mfano ili usisahau unachosema. Mnamna brother Tuzo? Ndio hili kopo, sawa Na nielewa. Ndani yake Mungu ameweka kitu cha uimbaji. Ndani yake Mungu ameweka kitu cha ualimu. Ndani yake Mungu ameweka kitu cha kuwa accountant, kuwa mhasibu. Kinachompa shida shetani si kwa sababu ya brother Tuzo alivyo nje huku. Na ndio maana mtu anapodondoka haimaanishi kwamba anakufa. Mwingine anaweza kadondoka kwenye dhambi lakini bado anaendelea kuitwa Tuzo Kisogo. Unanielewa? Shida ya shetani ni kwa sababu ya kilichoko ndani. Vita ya shetani ni kwa sababu ya kijana alichobeba ndani. Ataanza kutafuta njia, mbinu, mikakati ya kukimimina kilichoko ndani ya kopo. Atamimina taratibu hichi kwa ninapoendelea kule mbele nitakuonyesha. Atakuletea msichana wa kwanza, atakuletea msichana wa pili, atakuletea msichana wa tatu, atakuletea mke wa Potifa. Wakati amempelekea mke wa Potifa, shetani ametengeneza mazingira kwa mke wa Potifa aende kwa Yusufu. Shida yake haikuwa kwa sababu ya, ilikuwa ni kwa sababu ya kilichoko ndani ya Yusufu. Shetani alikuwa anamuinda Yusufu kwa sababu kuna kitu amebeba Yusufu. Tuko sawa? Tuko sawa? Unapigiwa miruzi na kaka kwa sababu ya kitu ulichobeba. Unawindwa kwa sababu ya kitu ulichobeba. Ukidondosha ulichonacho ukawa kopo, hakuna mtu atakupigia miruzi. Kwa nini? Ulichokuwa umebeba umekidondosha. Siku ya kwanza kwenda Dar es Salaam, walikuwa wamenipa picha. Sisi kwetu Mbeya kule, hujaenda Dar es Salaam, wakawa wamenipa picha wakasema Dar es Salaam kuna majambazi, kuna wezi, kuna vibaka. Yaani kuna sifa zilikuwa kibao za ule mji wa Dar es Salaam. Kwa hiyo siku ya kwanza kwenda Dar na siku ya kwanza kupanda mwendo kasi, nikakuta mtu ananishika kichwani. Akana anigusa kichwa. Unajua sasa zile story zote za kwamba mji ule una majambazi, sio ananishika kichwa.
Mimi sikuwa na target na kichwa. Unafikiri nilienda kutafuta kichwani? Nikashika ilipokuwa wallet. Nikasema hawezi iba kichwa, acha endelee kuhangaika na kichwa. Anachotafuta hapa huyu ndugu, inawezekana anataka nihangaike kichwani, aende kwenye wallet yangu. Nikashikilia wallet. Mpaka tunashuka nimeshikilia wallet. Kichwa kinaguswa, mimi sina shida na kichwa kwa sababu hawezi iba kichwa. Kwa hiyo nimeshikilia nini? Nilichobeba, nilicho nacho. Na kiwekea ulinzi nilicho nacho. Na kifanyia maandalizi kile nilichobeba. Kwa hiyo nimeshikilia tu hapa. Anajaribu kutikisa huko, nikasema wewe shika popote, lakini hiki wallet siachi kwa sababu wallet ilikuwa na laki. Wewe unacheza na laki. Nimeshikilia hiyo laki hapo, siachi. Mama mmoja alikuwa pembeni akasema unanitinga na huu mkono wako. Nikasema mama, ungejua huko kuna laki, siachi. Kuna mtu hapo simuamini, najua anaweza kaa na kawinda aka karaki niliko nako. Nimeshikilia nilichobeba. Na ndio maana katika siku hizi 4 lazima tutafute kijana aliyeko hapa ashikilie alichobeba. Maandiko yanasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Na kwa sababu tunajua wewe ni mtu wa thamani, ndani yako kuna vitu Mungu amewekeza. Kinachompa shida shetani ni kwa sababu ulichobeba. Anawinda ulichobeba, anatafuta ulichobeba, anakuletea vitu. Ni kwa sababu kuna kitu anakiona ndani yako ambacho anajua nikikuacha wewe sio wa kawaida kwenye familia, akikuacha wewe sio wa kawaida kwenye taifa, akikuacha wewe sio wa kawaida hata huko kimataifa. Kwa hiyo atatengeneza kila aina ya mizengwe. Na mimi niko hapa kuambia vijana, shituka, anza kushikilia ulichobeba, kuhakikisha kwamba hakinyang'anywi, hakichakachuliwi, hakipunguzwi, hakifanyiwi chochote. Kama unaweza kushikilia wallet na pochi yako, kuhakikisha majambazi hawanyang'anyi kwa sababu ina hela. Mimi nakwambia wewe una kitu cha thamani sana. Lazima uongeze muda wa maandalizi kwa ajili ya kitu ulichobeba. Nasema ongeza muda wa maombi kwa ajili ya kitu ulichobeba. Nasema ongeza muda wa kusoma neno kwa ajili ya kitu ulichobeba. Nasema ongeza muda wa ibada kijana kwa sababu ya kitu ulichobeba. Nasema anza kukimbia zinaa, angalau waachie hata makoti kama Yusufu kwa sababu ya kitu ulichobeba. Yusufu alisema kwa kile nilichobeba ni afadhali niliache koti kuliko kudondosha nilichobeba, kwa sababu nikidondosha nilichobeba nitakuwa ni kopo ambalo halina kitu ndani. Thamani yangu itapotea, thamani ya ujana itapotea. Maandiko yanasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna kitu Mungu amekupa ambacho ukikibeba vizuri hicho, wewe hautakuwa mtu wa kawaida. Nisikilize kijana, niko hapa katika hizi siku kuambia hatima yako ni njema. Lazima ujue namna ya kulinda na kufanya maandalizi juu ya hatima yako. Huo sio muda wa kulala, ni muda wa kijana kufanya maandalizi. Ndio maana maandiko yanazungumza, yanasema vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Kwa nini? Ili wote ndoto lazima ulale. Kwa hiyo Mungu anataka kusema wazee watalala, vijana hatutakiwi kulala. Kwa nini? Tutaona maono. Kuna tofauti mtumishi. Mungu hakusema vijana tutaota ndoto. Ndio maana ukikutana na kijana anasema nimeota ndoto, mzabe kibao. Sasa unaotaje ndoto kwenye umri wa vijana? Maana yake unalala sana. Hosi muda wa kulala. Wewe kijana unalaje masaa 12? Hujui ulichobeba. Lazima ushtuke muda wako wa maandalizi. Maandiko yanasema Yesu kuna wakati anaandaa hatima yake, alijua limebeba kitu kikubwa kwa ajili ya ulimwengu. Aliamua kuacha kula siku 40. Mimi nawaambia kuna vitu usipovifanya sasa hivi ukiingia kwenye ndoa huji kufanya. Kama nafikiri Natania muulize Manathani. Nilikuwa namtolea mfano hapa. Kipindi kile yuko bachelor, alikuwa anaweza kaenda popote, akaomba, akafanya vyovyote, akafunga anavyotaka. Kuna wakati alipokuwa hivi, kuna nani namwambia usifunge. Kwa nini? Amebeba hiyo, amejaa neema. Hajakaa sawa, ananyonyesha. Hajakaa sawa hivi. Kwa nini? Kuna vitu usipovifanya ukiwa kijana, kuna maandalizi usiyopoyafanya kwenye umri huo, sahau. Nakwambia. Kwa sababu inawezekana hiyo nafasi ya kimaandalizi unacheza nayo, unacheka katika kipindi hiki. No, huu si muda wa kula. Inawezekanaje Mungu ameweka kitu kikubwa namna hiyo ndani yako, unalala masaa 12? Tizame mwenzako, mgeukie, muangalie usoni. Kwa aina ya kitu ulichobeba. Mungu ameweka kitu kikubwa. Shetani anakuwinda usiku na mchana. Alafu hakuna kitu kibaya kama, kwa mfano, mwizi ameniona mimi nimebeba wallet yenye hela, alafu mimi mwenye hela sijui kama nina hela. Nitalinda kweli hela zangu? Hujanielewa. Rudi rafiki yangu, umenisaidia kuhubiri. Nasemaje? Hakuna kitu kibaya kama shetani anajua nilichobeba, alafu mimi niliyebeba nilichobeba sijui nilichobeba. Ndio maana nitalala. Kwa nini? Kuna vijana wengi sana hamjui mlichobeba. Ungejua wewe sio mtu wa kawaida, ungejua ulichobeba, kuna wakati usingelala. Kuna wakati usingelala kabisa. Mimi nakwambia kuna wakati usingeacha kufunga,
Kuna wakati wakitangaza semina usingepuuza. Kwa nini? Ungejua ulichobeba na vile adui anakupiga vita. Natamani usiku wa leo Mungu awafunulie vita mnazopigwa, muone. Kuna vijana mtakuwa mnatembea unasema shakarabu, shetani una nafasi juu ya kile kwa nini? Mungu amekufunulia ulicho nacho. Na ndio maana wakati mwingine kamwambia tu Mungu, funua ulichoweka ndani yangu, nionyeshe ulichoweka ndani yangu, nionyeshe ukubwa wa hatima yangu, nionyeshe unataka niwe nani baadaye. Ili Mungu akisha kufunulia anataka. Maandiko yanazungumza wazi kabisa, Yusufu akiwa mdogo Mungu alimtazamisha hatima yake. Mdogo, kijana mdogo, Mungu akamtazamisha, akamwambia baadaye hii familia nzima itakuinamia. Maandiko yanasema kawasimulia ndugu zake nini? Mungu alimtazamisha mapema, Mungu alimuonyesha mapema ili ajichunge. Na ndio maana alipokuwa kilichokuwa kinafanya aogope kuzini, kwa sababu alikuwa anaiona hatima. Kuna vijana hawajanielewa. Mungu alikuwa amemtazamisha hatima akiwa kijana mdogo, miaka 17. Mungu amemtazamisha kesho yake, amemuonyesha ya kwamba mbele yako nimekuweka kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kilichokuwa kinamfanya asiishi maisha ya kuwaiga vijana wengine, kwa sababu alikuwa ametazamishwa hatima yake. Kuna vijana wengi tupo hatujui hatima zetu. Haujui Mungu amekukusudia kuwa nani baadaye. Haujui. Na kwa sababu haujui, huwezi kufanya maandalizi ya kitu usichokijua. Huwezi kuomba kwa sababu hujui mbele yako Mungu amekukusudia nini. Huwezi kufanya vitu vya kimaandalizi kwa sababu hujui mbele yako Mungu amekuandaa kuwa nani. Tuko sawa? Tuko jana? Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo kama ndani yako Mungu ameweka kitu kikubwa, lazima ubadili mfumo wako wa kimaandalizi kwa ajili ya hatima yako. Mimi nawaambia, kuna watu mtakufa, Mungu ataanza kuwatazamisha duniani alichokuwa amewakusudia. Mtasema nirudishe duniani kidogo. Nini? Mungu anakuja, anakuambia mimi, njoo rafiki yangu, ndakutolea mfano. Huyu ni tuzo. Si ndivyo? Sawa. Mtazame, muangalie huko. Nataka ufike na miaka mingapi? 100. Amekufa akiwa na miaka 100, sawa Alivyokufa mbinguni wakasema, kabla hatuja kupeleka maeneo mengine, tunataka tukuonyeshe tulivyokukusudia uwe duniani. Alafu tutakuonyesha kilichofanya usiwe tulivyo uwe duniani. Wanamwambia twende hapa. Unaona hiyo huduma? Sasa ndio Mungu naona. Ni wapi? Hapa ni Marekani, nilikuwa napaona kwenye TV. Subiri kwanza. Huduma yako hatukutaka iishie tu Kahama uende Nyandekwa. Tulitaka ukitoka Nyandekwa hatima yako uwe Marekani, uhubirie wazungu wengi wakae hapo. Sasa nini kilitokea? Mungu anasema subiri, tulia. Unaona hiyo private jet? Ndio Mungu, hii naifahamu kabisa. Hii ilikuwa ya mtu fulani. Sikiliza, nisikilize mimi. Hii private jet tulikuandalia wewe, ilikuwa ya kwako. Tutakuonyesha kilichosababisha usiifikie. Mungu anajaribu kukuonyesha, anakuletea mpaka ndoa. Anakwambia twende. Umeona huyo mke mzuri? Umeona hiyo ndoa? Hawa nawafahamu. Huyu ni mama Nathani na baba Nathani. Hawa nawafahamu. Mungu sasa, no, hii ndoa yako itakiwa iwe nzuri zaidi ya hii. Mbona ya kwangu hii kila siku tulikuwa tunagombana asubuhi, sijawahi itwa sweetie, sijawahi itwa baby, sijawahi itwa honey. Mungu sasa, no, hatima ya ndoa tuliyokuandalia sisi ilikuwa hii. Nini? Kila kilichoko duniani Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Maisha yako Mungu ameandaa. Nisikie. Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo kuna mke wako mahali, kuna mume wako mahali ameandaliwa. Kitakachofanya ufikie ni maandalizi yako. Ukichemka hapa utapishana. Kama unafikiri Natania akamuulize Yakobo. Yakobo alibadilishiwa. Aliletewa Lea badala ya Raheli. Alifanya kazi miaka 7 ili ampate nani? Raheli. Anaamka asubuhi kabadilishiwa. Hatima yake imechange. Shetani amebadilisha. Akapewa asichokikusudia ambacho hakukia. Huyu si Lea huyu. No. Mungu ameandaa kila kitu kwa ajili yako. Na kinachompa shida shetani na anachopambana nacho usiku na mchana ni upate fake, usipate original Mungu aliyokuandalia. Atataka uwe na uchumi lakini fake, sio ule Mungu aliyotaka uwe nao. Atataka uwe na huduma lakini fake, sio Mungu aliyokuandalia. Atataka uwe na ndoa lakini fake, sio Mungu aliyokuandalia. Chochote shetani atatafuta fake. Ndio maana kila original ina fake yake. Hajanielewa. Nasema kila original ina fake yake.
Na shetani anazo feki. Kama nafikiri Natania muulize Musa. Musa wakati Mungu amemwambia tupa fimbo, imebadilika imekuwa nyoka. Wachawi nao wakabadilisha wakatengeneza nyoka. Kwa nini? Kila shetani naye ana feki zake. Ana feki nyingi sana. Feki. Na hizo feki anatafuta wa kuwakabidhi. Sasa naingia kwenye ndoa, anatafuta wazembe anakupa ndoa feki. Naingia kwenye uchumi, anatafuta wazembe anawapa uchumi feki. Naingia kwenye hii hatua ya huduma, anakupa feki. Kila kitu anataka uwe nacho feki. Kwenye hatima anataka feki. Yaani unafika lakini feki. Nasema katika semina hii tutatafuta vijana ili tupate vya kwetu original ambavyo Mungu ametukusudia katika hatima zetu. Nasema hatutapata vilivyo feki, tutawapata akina Raheli wetu. Hatutawapata akina Lea, tutawapata akina Raheli wetu. Kwa nini? Kwa sababu ndio Mungu aliyotuandalia. Na mimi natangaza kwa kijana yote ambaye utahudhuria kwenye semina hii, Mungu atakupa kufika kwenye hatima aliyokuandalia, na sio ile hatima ambayo wachawi wamekuandalia, mapepo yamekuandalia. Hata kama familia imechora kwamba kwenye familia hatima huwa tunaishiaga hapa, nasema katika semina hii tunaenda kufuta ule mstari ili tuvuke tufike kwenye hatima ambazo wazazi wetu hawakufikia, tukashike ambavyo familia zetu hawakushika, tukamiliki ambavyo kwenye familia hakuna aliyewahi kuvimiliki, kwa sababu ndivyo Mungu alivyokusudia. Tuko sawa? Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Naomba urudi rafiki yangu, mtumishi wa Mungu. Jambo lingine, andika haraka. Muda wangu unakimbia sana. Na leo tulichelewa kwanza. Muda unakimbia kweli kweli. Nilikuwa nakutazamisha juu ya maandalizi aliyofanya Yesu kwa ajili ya hatima yake na maombi aliyofanya. Jambo lingine la tatu, andika. Yapo maswali unayopaswa kujiuliza atakayokupa msukumo. Jambo la tatu, yako maswali unayopaswa kujiuliza yatakayokupa msukumo ndani yako wa kimaandalizi juu ya hatima yako. Yapo maswali unayopaswa kujiuliza. Kuna maswali unatakiwa kujiuliza yatakayokusaidia kujiandaa kwa ajili ya hatima yako. Yako maswali kama 10 hivi, lakini nitakutajia machache kwa sababu ya muda tulionao. Yako maswali unayopaswa kujiuliza yatakayokusaidia kufanya maandalizi mazuri kwa ajili ya hatima yako. Jambo la kwanza au swali la kwanza, andika pale chini. Hivi hatima yangu ni nini? Jiulize hilo swali. Ukiondoka hapa semina ikiisha, swali la kwanza unalotakiwa kujiuliza, hivi hatima yangu ni nini? Hatima ya huduma yangu ni nini? Hatima kwenye eneo la ndoa ni nini? Hatima kwenye eneo la uchumi ni nini? Hatima kwenye eneo la maisha yako, kwenye eneo lolote, jiulize, hivi hatima yangu ni nini? Hatima yangu ni nini? Nitakapofika miaka 60, hatima yangu ni nini? Nitakuwaje? Miaka 10 nayo kuja Mungu, nitakuwaje? Hivi hatima yangu ni nini? Ni swali la kwanza. Maandiko yanasema kwenye Isaya 45 ule mstari wa 11, Mungu anazungumza kwamba tumuulize habari za mambo yanayokuja. Tumuulize, hivi hatima yangu ni nini? Hivi hatima yangu ni nini? Wakati mwingine kuna vitu usipojifunza kujiuliza sasa, shetani atakuondolea ndani yako msukumo wa kufanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako. Ninaomba uje hapa mtoto, njoo rafiki yangu. Kimbia. Kati ya kitu ambacho huwa najivunia nikikaa na vijana na kuwafundisha, na ndio maana hata nikiwakuta vijana 5 naelewa kwamba nafundisha kundi kubwa sana, kwa sababu hapa unamwona huyu kwenye hatima yake hapa, nikikiokoa kikipona hiki kizazi, amepona mke wake, wamepona watoto wake, wamepona wajukuu zake, kimepona kizazi kizima kinachokuja. Kwa sababu vita ya huyu hapa kwenye hatima yake, shetani akimpata huyu, unafikiri shetani angempata Yesu? Angempata wakati Herode ametoa tangazo, ua watoto. Alikuwa anatafuta hatima za watoto. Maana yake ni kwamba akimuua huyu, anaua na kile alichokuwa amepewa kwa ajili ya taifa la Tanzania, kwa ajili ya ulimwengu mzima. Tuko sawa? Na ndio maana lazima ujiulize, kama haka pia aandike, hivi hatima yangu ni nini? Kama wazazi wake hawezi kujiuliza juu ya hatima ya mtoto, yeye mwenyewe akajiulize. Kama sasa kizazi kiko hivi, baada ya miaka 60 utakuwaje? Hatima yako itakuwaje? Tuko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Ungemuuliza mchungaji, ungemuuliza mkuu wa jimbo, moja ya kitu anajiuliza saa nyingine akikaa ni hatima ya kanisa naloliongoza. Hatima hii kanisa itakuwaje? Baada ya miaka 70, kizazi kilichokuwepo kikaondoka, kikaja kizazi kingine. Biblia inazungumza, inasema baada ya kuondoka kina Yoshua, kiliinuka kizazi kisichomjua Mungu. Kisichomjua Mungu. Kizazi kisichomjua Mungu. Na ndio maana kuna vitu ambavyo sisi tunaogopa kuwafundisha hawa, tunafikiri umri bado. Shetani hawaogopi, anajua.
anajua, kwenye umri huu anajua, na ndo anakazana kuwekeza vya kwake, kwa sababu anajua akizembea hapa, tukiwekeza sisi hapa, hatapata, hana lake, hana chake, hatawapata. Na ndo maana anakazana kuwekeza, anatafuta hata kwenye hizo katuni anawekeza huko, anaingia kwenye mitandao anawekeza, mambo ya ushoga, mambo ya nini anawekeza. Kwa nini? Kwa sababu amechungulia hatima. Unanielewa mtu wa Mungu? Tuko sawa? Na ndio maana lazima ujiulize swali, hivi hatima yangu ni nini? Hatima yangu ni nini? Miaka 80 nikifika nitakuwaje? Miaka 90 nikifika nitakuwaje? Miaka 100. Tuchukulie una miaka 30, mbele yako una miaka mingine 70. Hiyo miaka 70, baada ya miaka 70 utakuwaje? Hatima yako itakuwaje? Tuko sawa kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Naomba rudi. Unaitwa nani rafiki yangu? Kriston. Mungu akusaidie, utafika kwenye hatima yako. Mpigie makofi Kriston, mtoto mzuri kabisa. Swali la pili. Nitaacha alama gani siku nikiondoka duniani? Nitaacha alama gani siku nikiondoka duniani? Unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako, swali la pili la kujiuliza, utaacha alama gani siku ukiondoka duniani? Utaacha alama gani siku ukiondoka duniani? Utaacha alama gani? Ukifanya mchezo kwenye kipindi hiki cha ujana, utavuka na utaacha alama. Lakini kuna alama zingine sio nzuri. Unajua kuna wakati Mungu anaweza akakusamehe dhambi, lakini kuna alama hazifutiki. Kwa mfano, umezalisha mabinti 4 kabla hujaoa. Mungu atakusamehe, kanisani tutatangaza, mchungaji atasema tunakupokea, utapokelewa kanisani. Lakini kuna alama ile ya watoto haifanyaje? Hafutiki. Utaacha alama gani? Kwa sababu kila kipindi kina alama. Ukivuka kwenye ujana ukaenda kuwa baba, ukaenda kuwa mzee, Mungu ataanza kucheki na kuangalia kwenye kitabu na kufungua kwenye kitabu juu ya alama ulizoziacha katika hicho kipindi cha ujana. Vitu gani ambavyo ulifanya ukiwa kijana? Kwa sababu kuna kitu Mungu anataka ukifanya ukiwa kijana. Ukivuka hapa kwenye ujana, unaacha alama ambazo wakati mwingine zinaendelea kuongea na kusema hata kama wewe haupo. Siku ukifa kuna vitu vinaendelea kufanya kazi hata kama wewe haupo. Kusoma Biblia, kuna watu wameishi hapa duniani, wameondoka duniani hawajaacha chochote. Zaidi tumewasoma tu kwamba aliishi miaka kadhaa akafa. Unasomewa tu pale historia fupi ya marehemu. Alisoma Nyandekwa sekondari, akaumwa kisukari, akafa. Alafu inaitwa historia fupi ya nini? Tizame mwenzako usoni. Wakijitahidi sana wanasema ameacha watoto 10, wajukuu 42 na vitukuu 32. Lakini kwenye matokeo mengine huku hauna kitu ameacha. Moja ya kitu ambacho kinanipa shida ni vijana anakufa. Mimi sijui kama mnaelewa, tunapoendelea na somo nitakuonyesha. Moja ya kitu kinanipaka shida sana. Sijui labda huku kwenu, kule kwetu tunapomzika kijana amepata ajali ana miaka 28. Kati ya kitu kinanipa shida moyoni ni ameacha nini wakati anaondoka. Ameondoka akiwa alijua ya kwamba saa yote ataondoka? Na kama alijua ameondoka akiwa ameacha kitu gani? Wakati mwingine tunabeba majeneza yanakuwa mazito kwa sababu tunabeba na vitu Mungu alivyoweka ndani yao vikubwa. Unakuta jeneza ni zito, mnapepesuka nini, hamjambeba tu peke yake, mmebeba na hatima yake nzima, mnaenda kuizika. Mmebeba na watoto na wajukuu na vitukuu, mmebeba na magari na nyumba na vitu vikubwa Mungu alivyowekeza kwa ajili yake. Vijana wamebeba jeneza, wanasema alikuwa mwembamba lakini ni mzito. Sio tu mzito, mmebeba na vitu alivyokuwa ameweka. Ni mtu mkubwa amekufa. Haina amekufa hajaacha chochote, ni hatari. Amekufa haja amegongwa na mkokoteni. Kweli? Halafu amekufa huku duniani imebaki. Okay, mchungaji, kuna watu wasipokuwepo mnasema pengo lake kwa kweli halitazibika. Wanaogopaka tu kusema. Kuna mtu anasema afadhali afe kwa sababu alikuwa kichomi. Unajua kuna wakati umaye kuumwa jino. Nani hapa mae kuumwa jino, nyosha mkono. Pengo na jino linalouma bora nini? Bora pengo. Kuna watu bora pengo. Mungu anatazama mbinguni anasema kwa fulani alivyo hapa duniani bora pengo.
Kwa hiyo hata kama atasema pengo lake halitazibika, lakini bora pengo kuliko alivyokuwa jino. Alikuwa kichomi kwenye familia, alikuwa kichomi shuleni, alikuwa kichomi kila anapokuwepo kanisani, kichomi. Yani kanisani pale vijana wote mabinti amewamaliza. Mbinguni anasema huyu, hata kama mchungaji atasema pengo halitazibika, lakini kwa kweli bora pengo. Usiwe wewe. Nimesema usiwe wewe. Kwa sababu Mungu anachotazama mbinguni, Biblia inasema aliangalia mti akasema miaka mitatu nimekuja natafuta matunda juu yako. Miaka sio mwaka mmoja, miaka mingapi? 3. Nimekuja natafuta matunda juu yako, sijapata. Anasema sikukati kwa sababu tu hauleti matunda, na kukata kwa sababu hata inchi unaiharibu. Tutakapokuwa naendelea mbele nitakuonyesha kitu hiki kitakusaidia. Kuna watu wanapoishi duniani hapa Mungu anawaongezea miaka, na kuna watu Mungu anawapunguzia miaka. Nitakuonyesha. Mungu anaachilia miaka mingine kwa watu ambao wanajua wana alama, wana matokeo, kuna kitu wanasababisha, uwepo wao na kitu unachosababisha. Unaelewa, Mungu amekuweka pale Mtwara, miaka aliyokuweka anataka unapoondoka uache alama ambayo hata kama upo Mtwara hiyo inaongea. Na nina uhakika ameacha. Mwaka jana tulikuwa pale Mtwara. Unasikia? Na sisi hatutamani tu tuondoke kwamba tulipita hapa Agape, wala tulienda Nyandekwa. Tunataka tukiondoka hata kama tutakuwa Mbeya kuwe na alama ambayo itaendelea kuongea kule Nyandekwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatamani uache alama kwenye kila anachokupa kufanya. Mungu anataka uache alama. Unapoolewa kwenye familia umeacha alama gani? Unapooa kuna kitu gani ambacho umesababisha kwenye familia? Umeacha alama gani? Kila mahali Mungu anataka uwe mtu wa kuacha alama. Lazima ujiulize, nitaacha alama gani? Unapojiuliza hili swali litakusaidia kwenye eneo la maandalizi kwa ajili ya hatima yako. Utajua bado kuna hamna nilichofanya. Utaongeza tena, kwa sababu hata Paulo aliangalia akawaambia watu, hivi mnavyonitazama nyewe mnaona nimefika, mimi sijizanii kwamba nimefika. Akasema anakaza mwendo. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu alikuwa anaona bado hajafanya. Kuna alama alikuwa anaona bado hajaziacha. Kuna matokeo alikuwa anaona hajayaacha bado. Inawezekanaje umevuka miaka 20 hakuna umeacha kitu ulichoacha? 25 hakuna ulichoacha? 30 hakuna? Mbinguni wanasoma tu. Huyu ndugu ana miaka mingapi? Tunachoona ana miaka 35. Nini kimeongezeka? Ndevu. Umeongezeka ndevu na urefu. Na kitambi. Mwaka jana hakuwa na kitambi, mwaka huu ana kitambi. Lakini matokeo hakuna kitu ameacha. Umemaliza mwaka mzima. Okay, sasa hivi tunamaliza mwaka. Ndani ya huu mwaka alikuwa anajaribu kuzungumza mchungaji kwenye ibada. Umeacha alama gani? Mwaka mzima hakuna alama umeacha. Unavuka, unasema tu nimeingia 2026, namshukuru Mungu. Unashangilia nimeingia 2027, unashangilia nimeingia 2028, unashangilia. Unajua unashangilia nini? Unasogelea siku za kufa. Tizame mwenzako usoni. Nikiongelea kufa anafikiri nasema mtumishi unaachilia hizo. No, nakwambia kufa kupo. Biblia inasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa nini? Ni Biblia. Utaacha alama gani? Alama ni alama. Wewe endelea kuacha tu alama ya nimemzalisha sijui wapi. Hapa kuna vijiji ningeweza kuvitaja. Hapa tulipo panaitwaje? Kama mjini, si ndivyo? Kule mnakokaa Mlongoro. Majengo na mtoto. Kama mjini una mtoto. Kijiji kingine inakuja nini? Nyasumbi una mtoto. Muulize anaitwa nani? Alimaliza kwa kusema ni ubatili mtupu. Mambo yote ni ubatili mtupu. Nani? Sulemani. Kwa nini? Alikuwa na wanawake yule ndugu. Paka kaanza kusema ni ubatili mtupu. Ndo ameishia kwa kutuhubiria kwenye hatima yake. Hatima yake inavyoeleza. Ukianza kusoma unasema Sulemani alikuwa na wanawake 1000 na masuria 300. Yaani yule ndugu alikuwa ni hatari. Tizame mwenzako usoni. Muulize, alama gani utaacha? Tutapoendelea nitakufundisha. Moja ya kitu ambacho kimekuwa ni hatari sana mchungaji sasa hivi. Sijui huku kwenu, kwetu imekuwa ni kawaida fashion kuzalia nyumbani. Siku moja nimekuta wadada wanasemezana. Wanasema nini na wewe? Miaka 26, tafuta tu kijana mmoja, uzae. Umri unaenda uzae. Eti kuzaa ni fashion. Uzae. Ndio maana sasa hivi unakutana na kizazi ambacho mama analia, mtoto analia. Mama analia anasema nimeachwa. Ameniacha, amenizalisha. Mtoto naye analia, mama njaa. Yaani wote wanalia, mtoto analia, mama analia.
Kwa nini? Kwa sababu hawakujiandaa. Eti tu kisa wameambiwa umri umeenda. Wewe, aliyekwambia kuzani umri ni nani? Sara amezaa akiwa na miaka mingapi? Asikuchanganye, tumia andiko. Ukikuta nakwambia umri umeenda, mwambie hata Sara alichelewa. Cha Mungu huwa siku zote akichelewi. Cha kwangu kinakuja, mtoto wangu anakuja, aliyekusudiwa na Mungu anakuja. Asijaribu kukuchanganya mtu, kwa sababu hiyo alama mimi nakwambia itakutesa. Zamani ilikuwa inaonekana mtu akizalia nyumbani kuna maajabu. Tao na simuka. Kwa nini? Muulize hata Yusufu kwenye Biblia. Mariamu alipokuwa na mimba, kipindi hicho sisi ndo tunasoma ilikuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kipindi hicho yeye kwa somi. Alipogundua huyu ni mjamzito kabla ya ndoa na hawajakaribiana, usiku akasema namuacha. Namuacha alafu natorokea Mbeya. Sijui kama alikuwa ni hapa Kahama, natorokea wapi? Mbeya. Kwa nini? Ana mimba kabla ya ndoa. Ni kitu cha kutisha. Kwa sababu wewe fikiria una mimba na watu wanajua kabisa yule ni mchumba wake. Unafikiri watajua ile mimba na nani? Ya Yusufu. Yusufu akasema hata kama naondoka. Unaelekea wapi? Naelekea Mbeya Tukuyu. Nikajichimbie kule kwenye majimbi kule kwenye mandizi kule. Hamna taijua kama nimekimbilia kule. Huyu Mariamu namwacha. Mungu akasema usimwache, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akamtetea. Mungu aliingilia kati. Lakini la sivyo alikuwa anaachwa. Kwa nini? Kwa sababu ni ajabu, unabebaje kabla. Na ndio maana hata kama wewe ulikuweko hapo ulikuwa na mpango wa kuzaa kabla ya ndoa, futa hilo wazo. Wamesema tu amina hapa mbele. Wengine mnataka. Nimesema kama una hilo wazo la kuzaa kabla ya ndoa, futa hilo wazo. Sasa hivi mmenitia moyo angalau. Sasa wamesema tu amina hapa mbele. Kwa nini? Kwa sababu hiyo alama itakutesa, itakusumbua. Nimekwambia kama ndoa ni maandalizi, hata kupata mtoto ni maandalizi pia. Hakuna dhambi kubwa kama kuleta mtoto duniani ambaye huwezi kumlea. Biblia inasema ni afadhali mchawi. Kasome. Asiyewatunza wa nyumbani ni mbaya kuliko asiyeamini. Maana yake kuliko mchawi, kuliko mlevi. Ukimwona mlevi barabarani ana afadhali kuliko aliyezaa alafu hawezi kulea, hawezi kutunza. Sasa kwa nini Mungu anasema niseme haya? Lakini acha niseme. Kwa sababu inawezekana kuna watu wana maandalizi hapa, anacheki umri anasema ni miaka 30. Ejigo. Siku moja tulikuwa mahali kwenye huduma mtumishi. Tukakuta kuna mtu ananena kwa lugha fote. Mimi nikasema hii sio lugha. Fote anaendelea tu. Kwa hiyo nikasema nibaki na huyu. Nikamuuliza vipi? Anasema miaka 40 sijaolewa mtumishi. 40. Kumbe ile fote ilikuwa ni miaka 40 anamlilia Mungu miaka 40. Kwa hiyo inabidi asemaje tu fote. Hajaolewa miaka 40. Kwa hiyo mpaka kinywa kinasema fote. Kwani hujaona Hana alichelewa kupata mtoto mpaka yule nani akasema wewe utakuwa mlevi mpaka lini, midomo inacheza. Ndio yule dada kwa sababu unapofanya maandalizi asikupressurize mtu. Kwa sababu kuna watu watakuja na pressure zao, anakupressurize, anakutizama, anasema Tuzo, umlio you are single. Yaani uko form 2 hauna mtu, uko chuo hauna mtu, unaishije? Chuo hauna mtu. Wako washauri wanakutizama binti wanasema yani na uzuri uliokopo nao. Sisi wanawake tunachuja. Unakuta wanahoja kabisa zimekamilika. Mimi nakwambia mwakani utakuta uso umeparara. Bora hata sasa hivi, yani fanya maamuzi mapema. Utajikuta unachuja. Tafuta tu kanani uwe na mpenzi. Mpaka umri huo unajitafutia sabuni. Tafuta tu jibaba likulee. Sawa? Au nakutana na binti anasema mimi hela zake nakula. Kwani mimi namtaka yeye? Nataka tu hela zake. Hazina ya mtu ilipo? Mbona umeongea tu hapa mbele? Hazina ya mtu ilipo? Niangalie, nitizame. Haya mambo tusemezane tu vijana. Tumejifungia huku peke yetu tusemezane. Moja ya kitu ambacho sasa hivi kinazunguka huko ni majibaba. Baba mtu mzima analea kabinti. Alafu mnasemezana nasema ndio wazuri wanalea, wanatunza mtu. Wewe umliwa una mjibaba wa kukulea. Nitizame msiangalie chini kama mnioni, niangalie hivi. Niangalieni usoni hapa. Una rafiki yako? Kamjaribishe. Kitaka kujua ni mtu sahihi, muulize. Mwambie rafiki yangu, nimepata mbaba. Hapa napokuambia amenitumia milioni 2, nipe ushauri. Rafiki yako atakwambia bahati haiji mara 2.
haiji mara mbili, shikilia hiyo bahati. Anakwambia ni bahati. Mimi nakwambia utavuka, lakini utaacha alama ya kuwa na wababa wengi. Siku moja nimejichanganya mahali, nimemkuta mbaba mtu mzima amekaa mahali tunakula. Nikajua yuko na mjukuu wake, kumbe yuko na baby. Akapanda sema baby, yani unamwona yule mbaba hata kitambi kinaisogelea meza. Katoto kako pale kachuo. Ila nyie, wangapi mko vyuo? Hawavyo mnyosha mikono, msiogope. Uko chuo, nyosha mkono. Wachu jamani, sasa mnaogopa wachuo, nyosha mikono nijue naongea na wanachuo wangapi. Yuko chuoni. Anaacha kutafuta kilichompeleka nafasi yake na Mungu amemkusudia kuwa nani, aache alama gani ya kufanya kitu kwenye kile chuo ambacho Mungu alikusudia afanye kwenye kile chuo. Anahangaika na wababa, anaiga maisha ya wengine. Akiona mwingine amechana wigi hivi, amenunua wigi ya 300,000, nasema shoga yangu, na sasa hivi zimetoka iPhone 17. Kataa. Usiseme yani mimi wewe sikutaki lakini peni yako nitachukua. No, kataa. Si kwa nini Mungu anasema nisemea, lakini kwa sababu tumejifungia vijana humu, Mungu anaachilia message kulingana na anavyotaka. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa hiyo lazima ujue utaacha alama gani ukivuka hii hatua ya ujana. Alama gani ambayo utaiacha? Hem, tusemezane tu ukweli wapendwa katika Bwana. Yesu akirudi sasa hivi, kwa sababu hata subiri uzeeke, atarudi saa yoyote tusiozani. Akirudi sasa hivi, utaonyesha nini mkononi? Dada unaitwa nani? Rebeka. Atasema Rebeka, nionyeshe katika miaka ulionayo nini umefanya. Nini umefanya? Inanipaga shida sana. Mungu, si unaona nimeenda kuhubiri hata hapa Agape. No, nionyeshe ulicho ambacho kimeacha alama mbinguni. Wakikutazama wanajisifia, wanasema nina mtoto wangu huku duniani. Hivi unaona kwenye Biblia watu walianza kutawala, wengine wana miaka 14. Kasome. Wengine ni wadogo wameanza kutawala. Biblia inasema akatawala akiwa na miaka kadhaa. Akatawala. Kasome wale wafalme walipokuwa wanapokezana nafasi za kiutawala. Kwani Yesu ameutumika miaka mingapi hapa duniani? Miaka 3 na ile 3.5 jumla. Si ndivyo? Kwa hiyo amefanya kazi miaka 3.5. Lakini angalia alama alizoziacha katika hiyo miaka. Kubwa. Tafuta kwenye Biblia, nilikuwa nasoma mchungaji kuanzia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5 pale. Kuna watu wameishi miaka unasikia 1000. Lakini angalia walichofanya. Unasikia tu pale wameandikwa akaishi miaka kadhaa, akazaa watoto kadhaa, akafa. Lakini Yesu ameishi miaka michache na amefanya mambo makubwa katika miaka aliyofanya. Tuko sawa? Tuko sawa? Ndio maana lazima kwenye ile nini inavyoenda, time inavyoenda, hakikisha muda haupotei. Hakikisha usemi niko hapa napoteza muda. Hatuna muda wa kupoteza. Mbinguni kalenda inasoma. Mbinguni time inavyoenda namna hii, Mungu kuna kitu alitaka ufanye katika huo muda. Hakikisha unakaa na huo muda vizuri. Hakikisha ukai huo muda kuchati. Kuna kitu Mungu anataka uzalishe. Maandiko yanasemaje? Siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ni chache, si nyingi, nazo zimejaa nini? Tabu. Huo muda ambao ulitakiwa kukaa na kusema halo, umevaa nini, umekula, achama nikulishe. Huo ni muda wa maombi. Wewe umekazana. Na ndio maana saa nyingine mchungaji, pita kwenye nyumba za vijana usiku, hawalali. Unakuta saa 9 unafikiri anafanya kitu cha maana. Yupo anamlisha mtu yuko Dar es Salaam. Achama nikulishe. Haya nakulisha. Huo muda mbinguni wanatazama. Ulitakiwa ufanye kitu kiache alama huo usiku. Ulitakiwa uombee ibada, ulitakiwa uombee vitu gani masomo, ulitakiwa uombee hatima yako. Wewe umekazana masaa 3. Unasema umevaa nguo gani? Yani ninakwambia uko hapo, muda unaenda. Hivi unajua kama muda unaenda? Nijaribu kumtikisa mwenzako, mwambie hivi unajua muda unaenda. Uendelea. Wakati wenzako wanakazana kuacha alama, wanakazana kutafuta vitu vya kuwasaidia kwenye uchumi. Hivi okay, tuseme tu hapa. Kwa maisha yale ya nyumbani kwenu, ni muda unapata wapi muda wa kuanza kumchatisha mtoto wa watu message 2000 mpaka zinaisha, unaunga zingine zinaisha, unatafuta tena kifurushi dakika 2000 zinaisha, wanakupa na ofa zinaisha, mpaka Tigo wamekuchoka, anasema sasa hizi ofa tulizompa huyu ndugu hazitoboi. Tumempa ofa ya message 500, kesho anaamka hana message hata moja. Nini? Zote kachati. Anakaa hivi yani Mbinguni wamekukusudia wewe ndo Daudi wa familia. Unatakiwa
umpige Goliath familia yako ibadilike. Unatakiwa umpige Goliath maisha ya familia yageuke. Alafu huku duniani anayetakiwa kumpiga Goliath yuko kuchat. Aya, leteni simu zenu hapa nikague. Wamenitizama kama hawanioni. Wanasema wewe shindwa. Mchungaji umemtoa wapi huyu mtu anataka akague na simu zetu? Shindwa. Nina kitabu nimeandika, kama tutapata nafasi nitawagaia, cha utandawazi nimeandika. Na moja ya kitu kinaweza kuzuia watu wasiache alama kwenye hiki kipindi ni utandawazi. Shetani ametuletea vitu vingi sana. Nimeandika kile kitabu, nafikiri 2021 kimetoka, kabla sijaandika hiki kitabu kingine. Na wale ambao kama tutapata nafasi vitakuwa vimekuja, nitawasiliana na Mwinji. Kitabu kiko hapa cha hili somo la hatima. Tuna vijana wengi sana ambao wamevurugwa huko kwenye utandawazi, wameacha alama nyingi kwenye utandawazi huko kuliko huko kwa Mungu. Una password ni kama barabara sio ya kitu gani inaenda hivi. Ndio unafungua simu. Kwa nini? Vilivyoko ndani ni siri yako. Niangalieni, wangapi mna smartphone? Punga mkono. Ona, nyosha. Hadi wewe una smart. Punga hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimemwahidi mdogo wangu nikasema ukimaliza kidato cha 6 nitakupa smart. Na nikamwambia ukifaulu, kwa ufaulu. Alikuwa anasoma PCB, alikuwa anasoma Songea Girls. Nikamwambia ukimaliza ndo last born, nikasema nitakupa smart. Akamaliza. Nikanunua simu kabisa. Na ile simu mpaka leo naitumia. Wengine mtaona nina simu nyingi, mtasema mtumishi. Naitumia kwa sababu niliahidi kumnunulia. Baadaye nimegoma kumpa. Kwa sababu kuna vitu nilimuuliza nikaona bado hii kichwa yake haijakomaa. Akiingia huko atapotelea humo. Kwa nikamwambia subiri kwanza, kuna maeneo nataka ukomae kwanza alafu baadaye ndo nikupe simu. Natakiwa ni apply chuo. Nikasema wewe unaniambia mimi ambaye na mimi nisha apply, najua tuta apply wote, tumia njia zingine za kuapply, lakini kuna maeneo nataka uvuke kwanza hapa. Kwa akiingia huko kwenye simu itakula muda wako mwingi, utaacha alama. Mtu anayetaka kuacha alama ni mtu aliyetengeneza discipline kwenye eneo la muda. Anajua saa ngapi anatakiwa awe wapi, afanye nini kwa wakati gani. Huwezi kuacha alama eti kama hali eti mtumishi, mimi kati ya kitu kilinikwaza kucheza karata, siku nacheza mtu ananiambia haya nipe kisu. Nipe kisu. Kumbe pale kwenye nani kuna kisu kwenye karata. Nipe kisu. Huo muda wa kusema nipe kisu utaacha alama gani? Nipe kisu. Umekazana nipe moyo. Upo kwenye bao. Natakata hapa, unatakata hapa. Unatakatia kwenye bao. Unalala hapa. Vijana wananielewa. Mama, kuna mama mnacheza bao? Vijana wa kiume wananielewa. Unatakata hapa. Huo muda wa kutakata saa ngapi utaweka alama? Mungu anataka utakate hapa kwenye madhabahu, wewe upo kutakatia kwenye bao. Mungu anataka utakate hapa kwenye maombi, upo kutakata kwenye bao. Mungu anataka moyo uwe madhabahuni, wewe uko kumpa mtu moyo. Anasema nakupa moyo, nipe moyo. Unakuja kanisani sasa, huyu mtu hana moyo. Kumbe moyo ameshampa ule aliyekuwa anacheza naye karata. Moyoni mwangu nimeliweka neno, nisije nikakutenda dhambi. Tuna vijana hapa mioyo ipo kwa kina nani? Juma. Yaani mimi nilikupa moyo wangu wote. Lakini Juma, mnampa moyo Mchaga, Mkinga. Mtu yuko busy na biashara umempa moyo. Unampa moyo Mndali, mimi ni Mndali. Mnaweza kusema nimetaja wengine na kwangu unanipa moyo Mndali, naenda zangu Ireje, naenda na moyo wako Ireje. Nimetoroka zangu hapa naenda na moyo wako. Umebaki hapa wapi? Naomba usimame, tutaendelea kesho. Fanya hivi. Weka hivi dole. Weka hivi. Vijana, mbona hamjachangamka? Nataka vijana. Hii ni semina ya vijana sio ya wazee. Fanya hivi. Alafu weka hivi. Sema tunaweka pause. Vijana vipi? Mnaniangusha. Weka hivi. Sema tunaweka pause. Tutaendelea kesho. Sema tunaweka pause. Tutaendelea kesho. Wangapi wanasema kesho nitakuwepo na tutaendelea kesho? Tunachotamani kwenye somo hili, nitaanza kukuonyesha changamoto kadhaa, lakini ninachotamani ni Mungu atusaidie kujua hatima zetu. Tuko sawa? Hebu weka mkono wako mmoja kifuani. Sema Bwana Yesu. Kwa nguvu sema Bwana Yesu.
Kwa sauti ya ushindi sema, Bwana Yesu, mimi ni kijana, unanijua vema kuliko wazazi wangu, kuliko ndugu zangu, kuliko mchungaji wangu, kuliko ninavyojijua. Wewe unanijua, unajua kuketi kwangu, unajua kuondoka kwangu, unafahamu mawazo yangu, unazijua njia zangu. Wewe Bwana, hata ningeenda shimoni bado unanijua, ningefanya kuzimu kitanda changu bado siwezi kukuficha chochote. Umesema katika neno lako, wewe ni Mungu aliye karibu, sio Mungu aliye mbali. Hakuna mtu yeyote anaweza kujificha mahali pa siri wewe usimuone. Bwana Yesu, unayajua maisha yangu, matendo yangu, mawazo yangu, mienendo yangu, tabia zangu kuliko navyojijua. Leo hii ninakuja mbele zako, naomba unisamehe, naomba unitakase mahali popote, eneo lolote ambalo Bwana nimeharibu hatima yangu kwa mikono yangu, kwa tabia zangu, kwa njia zangu, kwa matendo yangu. Leo nimeanza kujifunza habari za hatima, habari za hatima. Wewe ni Mungu unayetangaza mwisho tangu mwanzo. Bwana Yesu, unisamehe kwa kutokujua, kwa kutokuelewa ukubwa, upana wa hatima ulioniandalia, ulioniwekea. Mungu, unisamehe, unitakase katika somo hili ambalo umelileta kwa ajili yangu. Ukanisaidie, ukaniwezeshe nikatoke mahali popote nilipokwama, nilipokwamishwa, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Ukanisaidie nitakapomaliza kujifunza somo hili, hatima yangu ikawe salama, hatima yangu ikawe huru, hatima yangu ikakombolewe, hatima yangu ikafunguliwe, hatima yangu ikawe huru katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Bwana Yesu, umesema ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake, ni kwa kutii na kulifuata neno lako. Mungu, uliona ya kwamba njia za vijana zinahitaji kusafishwa, kutakaswa. Ndio maana ukasema ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Nami Bwana Yesu, inaomba uisafishe njia yangu kwenye masomo, uisafishe njia yangu kwenye ujana, uisafishe njia yangu uisafishe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuweka mkono kifuani. Mungu, katika jina la Yesu, tumeanza somo hili la hatima. Ni siku yetu ya kwanza, tumeanza somo hili la hatima. Shetani alichungulia hatima ya Yesu, akatangaza vita kwamba lazima niue watoto ili na Yesu auawe. Pamoja na kwamba watoto wengine waliuliwa, lakini Yesu hakuuawa. Mungu, nimeanza kufundisha somo hili la hatima. Wako vijana hapa hatima zao zimeshaharibika wakiwa wadogo sana. Shetani ameshaharibu tayari hatima zao. Shetani ameshavuruga hatima zao. Mungu, katika siku hii ya kwanza ninaomba wakumbushe ya kwamba hakuna mtu anaweza kawa salama kwenye hatima yake kama wewe haujaingia ndani yake. Kwa sababu wewe ndiye unayetangaza mwisho tangu mwanzo. Wewe ni Alfa na Omega. Unapokaa ndani ya mtu unaingia katika upako wa Alfa na katika upako wa Omega, ili mtu yoyote anapoanzisha chochote anachokianzisha kiwe na upako wa double, upako wa Alfa na upako wa Omega. Mungu, katika damu ya Yesu Kristo, kama kuna vijana wako hapa adui amewashikilia hawajaokoka, nguvu za giza zimewakamata hawajaokoka, hawajakupokea wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Inawezekana ndugu zake wanajua ameokoka, inawezekana
anatembea kwenye upako wa baba yake kwa sababu ameokoka. Inawezekana anakaa kwenye wokovu kwa sababu ya wazazi wake, lakini wokovu binafsi hana, maisha ya wokovu hana, matendo ya wokovu yanayoonyesha kwamba ameokoka hana. Mungu, ninaomba katika damu ya Yesu, kwa siku hii ya kwanza, zungumza na kijana huyu, zungumza na binti huyu, zungumza na huyu ambaye hajaokoka. Sema naye Bwana, ili tunapoendelea mbele tusimwache, kwa sababu hawezi kuwa salama bila wewe. Kinachompa usalama ni wewe unayetangaza mwisho tangu mwanzo. Ninaomba kwa ajili ya vijana ambao hawajaokoka Bwana Yesu, kama ulivyotuokoa sisi tukiwa vijana, ninaomba okoa hao vijana wale ambao bado hawajakujua wewe, katika jina la Yesu Kristo. Ondoa kila maswali wanaojiuliza, ondoa kila kinachowazuia kuokoka, ondoa kila kinachowakamata na kuvuruga kuokoka kwao, katika jina la Yesu. Kamata fikra zao ili wapate kuokoka, katika jina la Yesu. Tukiwa tumetulia, nataka niulize swali. Kama huko kijana unataka kutengeneza jambo lolote na Mungu, nataka Yesu aingie ndani yako, nyosha mkono nikuombee. Nataka kuokoka, unataka Yesu aingie ndani yako. Asante mnaonyosha, asante mnaonyosha, asante mnaonyosha, asante mnaonyosha, asante. Usimwogope uliyekaa naye. Naomba chukua hatua, sogea hapa mbele, kimbia mara moja. Mlionyosha mikono, kimbia, kimbia tu mara moja, kimbia tu. Ni siku ya kwanza. Watu wengine mngepiga makofi na kushangilia mbele za Bwana, wengine mngepiga makofi na kushangilia. Sogea tu, sogea tu, usiogope, usiogope. Kumbuka pia tutakuwa na maombi, lakini tutatoa sadaka. Asante. Sogea tu, sogea tu, sogea tu, usiogope. Unataka kutengeneza mambo yako. Hata sisi tulianza hivyo na Mungu akatutunza mpaka leo. Nakumbuka nimeokoka 2009 nikiwa kidato cha kwanza, na kutokea hapo Mungu ameendelea kunishikilia na kunitunza mpaka leo. Nyanyua mikono yenu juu. Njoo mwinjilisti. Jesus. Mungu ameendelea kututunza mpaka leo. Hata sisi tuliokoka katika umri huo. Naomba microphone nyingine. Tumishi atawaongoza sala ya toba, alafu tutaomba kwa ajili yenu. Amini kwamba kile ambacho unakwenda kukikiri mbele za Mungu ni halisi katika ulimwengu wa roho, na Kristo anaumbika ndani yako kadiri unavyofungua moyo wako kumpokea yeye. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Asante kwa neno lako ambalo limepeleka maelekezo ndani ya moyo wangu, nami nimefanya maamuzi ya kukupokea wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Siku hii ya leo ninaomba uingie ndani yangu kwa imani katika jina la Yesu. Unifanye kuwa mtoto wako. Ninaamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na ya kwamba ulifufuka ili niwe na uzima wa milele, kisha niwe nao tena. Leo hii ingia ndani yangu kwa upya kabisa. Futa historia yangu na maisha yangu ya kale. Kristo umbike ndani yangu kwa upya kabisa. Jina langu liandikwe katika kitabu chako cha uzima na cha mwana kondoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nisaidie shetani asinishinde, asipoteze hatima yangu, asikwamishe hatima yangu, kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Endelea kunyosha mikono. Naomba na kule nyuma tunyoshe mikono kuelekea kwa hawa watu katika jina la Yesu. Kama Mungu alivyotutunza na kutushikilia mpaka leo tangu tumeokoka, hata ninyi hata waacha. Kuna kitu kikubwa sana ambacho Mungu anafanya leo, na ni alama kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho ambayo Mungu anaiachilia. Na shetani hatawazuia, mapepo hayatawazuia, nguvu za giza hazitawazuia. Maandiko yanasema Mungu alituhamisha kutoka kwenye falme za giza, kutoka kwenye ufalme wa giza, kutoka kwenye madhabahu za giza, kutoka kwenye miungu ya familia, kutoka kwenye chochote kile ambacho kingekwamisha maisha yako, kama ambavyo umeamua kukiri na kurudi kwa Bwana Mungu katika damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ninakushukuru kwa sababu umesema mtu akiwa ndani yako, ya kale yanapita yanakuja mapya, ya kale yanapita yanakuja mapya, ya kale yanapita yanakuja mapya. Nami ninatangaza ukurasa mpya kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninatangaza ukurasa mpya kwa ajili ya watoto wako hawa. Ninatangaza ukurasa mpya kwa ajili ya vijana hawa. Ninatangaza ukurasa mpya kwa ajili yao katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Chochote cha adui kilichokuwa kimewashikilia, kilichokuwa kinawadai, mlivyokuwa mnadaiwa na familia na miungu ya familia na miungu ya ukoo, kilichokuwa kinawadai
kuanzia sasa ninatangaza kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nguvu za Mungu zipite ndani yako, zisambaratishe chochote vifungo vilivyokuwa vimekushikilia, vilivyokuwa vimefunga maisha yako. Ninatangaza sasa, wewe ni mtu mpya kwenye madhabahu ya Bwana. Ninakuachilia Mungu katika damu ya Yesu, kagua kila kilichokuwa kimeshikilia maisha yake, kila madhabahu, kila maagano, kila mikataba, kila vifungo vya giza katika damu ya Yesu. How in the mighty name of Jesus. Huna sehemu ya kukaa, huna mahali pa kukaa. Kuanzia sasa ninatangaza ukurasa mpya kwake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Huna mahali pa kukaa kwenye mwili huu, huna sehemu ya kukaa kwenye mwili huu, kama alivyokiri kwa kinywa chake. Shetani, ulichokuwa unamdai sasa damu ya Yesu inalipa, 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 damu ya Yesu inalipa. Hayo madai uliokuwa unamdai kuanzia sasa tunamkomboa kwa damu ya Yesu. Tunamfungua kila kifungo kilichokuwa kimeshikilia maisha yake in the mighty name of Jesus. Awe huru sasa, awe huru sasa. Funguka kwa damu ya Yesu, funguka kwa damu ya Yesu. Uwe huru kuanzia sasa. Hatima yako iko huru, maisha yako yako huru katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu ninakushukuru. Fungua na akili zake na ufahamu wake kuanzia sasa. Fungua na akili na ufahamu wake kuanzia sasa, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jesus. Zama yamekuwa mapya. Natangaza katika jina la Yesu ukurasa mpya, ukurasa mpya, ukurasa mpya. Ule wa adui ulioandikwa hatima za zamani hauna nafasi tena ndani yake, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, ingia ndani kwa nguvu na uweza na mamlaka yako, ufanye jambo jipya. Habari njema tena iandikwe ndani yake, iandikwe ndani yake, iandikwe ndani yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu, kwa jina la Yesu aliye hai, tunaachilia uweza wa Roho Mtakatifu wako uingie ndani ya mioyo yao. Biblia inatueleza anapiga muhuri ndani ya mioyo yetu tunapomkaribisha Yesu na kumpa ile nafasi. Muhuri unagongwa ndani ya mioyo yao kuthibitisha ya kwamba ni mali halali ya ufalme wa mbinguni. Na mimi ninaomba Bwana, katika jina la Yesu, alama zake ziingie ndani ya mioyo yao kwa imani mpya, kwa nguvu mpya, walioweka imani hii kwako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa uaminifu wako, maana wewe ni Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Pigie Yesu makofi mengi na vigeregere, watu wa Mungu. Nasema vijana, mpigie Yesu makofi mengi. Vijana, mpigie Yesu makofi mengi. Basi ninaomba ukae na Brother Tuzo achukue majina yenu hapo kwa ajili ya kuwaombea. Msogee hapo pembeni pale. Tutaendelea kuwaombea na kuwaombea. Basi naomba usimame, usikae, usichoke, tumshukuru Mungu alafu tukabidhi ratiba. Tuna dakika chache, tuna ratiba nyingine inakuja mbele yetu ya maombi. Kama ambavyo mchungaji alitangaza, tutakuwa na hiyo ratiba ya maombi. Kwa ratiba tulizonazo mbele za wiki nzima, tutakuwa tunaomba kwa ajili ya tano, na Brother Tuzo atatuongoza kwenye hayo maombi ambayo tutakuwa nayo kwa ajili ya ratiba tulizonazo. Mungu, katika damu Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako iliyoanza nasi leo. Tunakushukuru kwa utukufu wako, tunakushukuru kwa nguvu zako. Nasi ni vijana ambao katika siku ya kwanza tunakushukuru, na ishara ya kwamba tunakushukuru, tunaachilia sadaka. Tunaomba upokee sadaka zetu tunazotoa katika siku hii ya kwanza kama vijana, ishara ya kwamba tumepokea neno lako kwa shukrani. Asante kwamba umeleta Bwana ukombozi wa hatima zetu. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunaamini kwamba tumepokea hatima zetu njema. Tunaamini kwamba tumepokea kina laheri wetu Bwana. Tunaamini adui hata tubadilisha hatima zetu. Tunaamini hatima zetu ziko salama. Hata katika siku 3 zilizoko mbele utakazoendelea kutufundisha juu ya hatima. Katika siku hii ya kwanza tunaachilia sadaka ya shukrani. Ya kwamba asante kwamba umetuletea semina kama vijana. Ungeweza kufanya semina ikawa ya watu wote, lakini ile kwamba umetenga darasa. Umesema nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mnazo nguvu. Na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu, nanyi mmemshinda shetani. Asante kwamba umetutengea darasa
madarasa kama vijana. Asante kwamba umetutenga Bwana ili tujifunze kama Yesu ulivyokuwa unatenga madarasa. Kuna wakati ulikuwa unakaa na mitume 12, kuna wakati ulikuwa unakaa na Petro na Yohana na Yakobo, kuna wakati ulikuwa unakaa na wanafunzi, kuna wakati ulikuwa unakaa na makutano. Nasi umetutenga kama vijana, umetuleta darasani kama vijana, umetuleta mahali hapa Bwana. Nasi tunakushukuru Mungu kwa sababu umetuleta na umetutengea semina hii kwa siku 4 kama vijana. Tupokee maarifa kutoka kwako Mungu katika damu ya Yesu Kristo, ishara ya kwamba tumepokea kwa shukrani. Tunaachilia sadaka, tunaomba upokee sadaka zetu sawa sawa na makusudi yako katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, na watu wote tuseme amen. Naomba tusogeze chombo cha sadaka wakati tunaachilia sadaka. Karibu kama kuna chochote mratibu. Amen. Bwana asifiwe. Basi wakati huu tuzo utatuongoza kwenye wimbo mmoja wa kusifu Mungu wakati tunamtolea Mungu sadaka kwa ufupi. Achilia sadaka yako ya kumshukuru Mungu. Kesho karibu tena, mwalike na kijana ambaye amekosa leo. Wangapi wamebarikiwa na kujua hatima na kutamani kujua vilivyomo ndani yake zaidi? Amen. Basi kesho mkaribishe na mwingine ili wote tuweze kupata hii baraka ambayo Mungu ameiachilia kwa ajili yetu katika majira haya. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Karibu tumtolee Bwana. Naomba usimame sasa tukuage. Tunawashukuru wote mliopata nafasi ya kushiriki katika semina hii siku ya kwanza. Nikukaribishe tena kesho, lakini pia usiwe mchoyo, waalike na vijana wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ni nafasi ambayo Mungu ametupa, kwa hiyo tuitumie vizuri. Waalike na wengine, marafiki na majirani na ndugu wengine, njoo nao jioni